Kwa kumalizia, tunakumbushana ya kwamba tunaingia au tunaelekea kwenye 10 la mwisho la Ramadhani, na ndani ya 10 hili kuna ule usiku mtukufu kabisa, usiku wenye cheo, usiku wa Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa akifika kwenye 10 la mwisho, alikuwa akiongeza jitihada zaidi na zaidi za ibada, kama ambavyo ilivyokuja hadithi kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha. Mama Aisha anasema, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yajtahidu fil ashr al akhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Bi Aisha radhiyallahu anha anasema ya kwamba kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, alikuwa mtume rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani, yajitahidu fil ashr al akhir, akifanya jitihada zaidi na zaidi za kufanya ibada, ma la yajitahidu fi ghairihi, kuliko ambavyo alivyokuwa akijitahidi katika 10 mengine ya Ramadhani. Kwa hiyo na sisi kama Waislamu, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama ndio kigizo chema, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba hakika amekuwa mtume rehma za Mwenyezi Mungu yake na amani ni kiigizo chema kwenu. Basi na sisi tunatakiwa tufanye kama ambavyo alivyokuwa akifanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, tuongeze jitihada za kufanya ibada zaidi na zaidi kuliko hata ilivyokuwa kwenye 10 yaliyopita. Wale wakwenda kukaa itikafu wakakaa itikafu, wale ambao labda watakuwa na nyuzuru ambazo zitawafanya wasiende kukaa itikafu, basi wahakikishe sehemu watakazokuwepo wanafanya ibada zaidi na zaidi kuliko hata vile ambavyo walivyokuwa wakifanya katika 10 yaliyopita. Lakini ndani ya usiku huu, ndani ya 10 hili la mwisho la Ramadhani, kuna usiku wa cheo, usiku mkubwa kabisa, na usiku mwingine ni usiku wa Lailatul Qadr. Ndugu zangu, usiku huu wa Lailatul Qadr tumeletewa sisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni zawadi yenye maslahi makubwa sana kwetu sisi. Kwa kila mmoja wetu ajipinde na ajitahidi kuhakikisha ya kwamba usiku huu wa Lailatul Qadr usije ukampita. Usiku huu una faida nyingi sana kwangu mimi na kwa wewe muumini wa Kiislamu, na sitoweza kuzitaja faida zote za Lailatul Qadr, lakini kwa kuwa nimegusia, basi wacha nieleze angalau faida 2 au 3 zinazohusiana na usiku huu wa cheo, usiku mtukufu kabisa, usiku wa Lailatul Qadr. Ama faida ya kwanza ambayo muumini akifanya ibada ndani ya usiku huu wa Lailatul Qadr anayopata, faida hii Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza kwenye Qur'ani. Allah anasema Lailatul Qadr khairun min alf shahri, kwamba mtu akisimama ndani ya usiku huu na akafanya ibada, basi thawabu anazozipata ni zaidi ya miezi 1000. Sasa utakuja kuona kwamba ndani ya usiku mmoja malipo anayopata mtu ni zaidi ya miezi 1000. Sote tunatambua mwaka mmoja una miezi 12. Tukichukua miezi 12, miezi 1000 tukigawa na miezi 12, tunapata miaka 83 na miezi 3. Ina maana ndani ya usiku huu mmoja muumini akifanya ibada kwa nia kabisa ya kupata malipo kutoka kwa Allah, basi kwamba malipo atakayopata ni sawa sawa na mtu aliyefanya ibada miaka 83 na miezi 3. Kwa utakuja kuona kwamba kuna faida kubwa sana ndani ya usiku huu mmoja wa Lailatul Qadr ambao unapatikana kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Faida ya pili ambayo muumini
anaipata pindi atakapokuwa amesimama kwenye usiku huo wa cheo, usiku wa Lailatul Qadri. Muumini akisimama na akafanya ibada kwenye usiku huo, basi anapata malipo mengine ambayo ni makubwa zaidi. Katika hadithi ambayo imepokewa na al-Imamu Bukhari, lakini pia imepokewa na al-Imamu Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Faida nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza ambayo inapatikana ndani ya usiku huu wa cheo wa Lailatul Qadr. Anasema, man qama Lailatul Qadr, mwenye kusimama kwenye usiku wa Lailatul Qadr akifanya ibada imanan wa ihtisaba, kwa imani na yaqini, kwa kwamba anatarajia kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kwamba Mwenyezi Mungu anamfutia mja huyo madhambi yake yote. Sisi hapa wenyewe ni mashahidi, kila mmoja wetu anajua aliyofanya, kama Allah alivyosema, bal insanu ala nafsihi basira. Kila mtu anajua mizigo yake ya madhambi aliyokuwa nayo, na kama tutasema tugawe kaunta buku za kwa yafo, kuna watu wanaweza wakafikisha makaunta 60, lakini bado dhambi zinaendelea. Lakini madhambi hayo yote Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayafuta ndani ya usiku mmoja tu wa Lailatul Qadr, kwa yule ambaye atakayeamka na akafanya ibada ndani ya usiku huo wa Lailatul Qadr kwa imani na matarajio kwamba atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa utaona kwamba ndani ya usiku huu kuna faida kubwa. Hivyo muumini usikubali ukalala ukapoteza bahati hii ambayo hutoweza kuipata nje ya 10 hilo la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Faida nyingine ya tatu, niimalizie, nimesema faida zipo nyingi, lakini mimi nasema leo nizigusie tatu tu. Faida ya tatu ambayo muumini ataipata katika usiku huu wa cheo pindi akiamka na kawa anafanya ibada, huu ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anajibu maombi ya waja wake. Kwa hiyo kama una shida zako, una matatizo yako, basi jitahidi ala kulli hali utafute usiku huu wa Lailatul Qadri, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amempa ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, fa idha sa'alaka ibadi, pindi watakapokuuliza waja wangu, fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idha da'ani falyastajibuli waliu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala anampa ahadi Mtume, anamwambia, fa idha sadaka ibadi anni, pindi watapokuuliza waja wangu Muhammad kuhusu mimi, fa inni qaribun ujibu da'wati da'i, hakika mimi nipo karibu na ninajibu dua ya mwenye kuomba, idha da'ani, pindi atakaponiomba, falyastajibuli, basi waniitikie na kufuata yale ambayo naambia, waliu'minu bi, na waniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili wapate kuongoka. Kwa hizi ni baadhi tu ya faida ambazo zinapatikana ndani ya usiku huu wa cheo, usiku mtukufu kabisa, usiku wa Lailatul Qadri, ambao tunauelekea kwenye 10 hilo la mwisho la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ninachowaomba na kuwakumbusha kwamba tujitahidi kuongeza ibada zaidi katika 10 hilo la mwisho, kama ambavyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hivyo, tujitahidi ala kulli hali kuitafuta Lailatul Qadr ili tuweze kupata fadhila ambazo zipo ndani ya siku hiyo, ndani ya usiku huo mtukufu kabisa, usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambao Allah ameutaja kwa kusema khairum min alfi shahari.